Mahakama inatekwa. Leo ninawaletea simulizi nzito, simulizi ya uchungu, simulizi inayolia kimya kimya. Ninawatahadharisha mkaweza kukaza mkanda, maana pengine utalia kwa yale utakayosikia. Maovu na makovu binadamu wafanyia binadamu wenzio. Jaji George Atemo Ong'ondo kwa mara nyingine katika darubini ya umma. Hukumu ya George Atemo Ong'ondo ilifuta miaka 56 ya maisha yangu kwa kalamu moja. Tafakari, nimeishi katika shamba la baba yangu tangu nizaliwe, nikaoa hapo, nikazaa watoto hapo, nikapata wajukuu hapo hapo, lakini kwa uamuzi mmoja tu nikaambiwa sina haki hata kidogo ya kuwa pale. Hayo si maneno yangu, ni maneno ya mzee Lucas Moherai, mwathiriwa wa hukumu. Jaji Ong'ondo hakujishughulisha kuthibitisha kama mimi ni ndugu kamili wa baba yake Daniel Waisiko Wambura. Nilimweleza wazi kuwa mimi ni ndugu tumbo moja na babake. Alikataa kusadiki. Laiti angeamuru hata kipimo cha DNA kuthibitisha undugu wetu. Hayo si maneno yangu, ni maneno ya mzee Pius Burure Moherai. Hii ni kesi ya ardhi Bugumbe Masaba/312, civil case number 17 of 1985. Je, haki bado ipo kwa maskini na mnyonge katika nchi yetu hii ya Kenya? Giza nzito linaendelea kutanda katika baadhi ya mahakama za Kenya. Giza linalozalisha mateso, kuvunja familia na kufuta historia ya watu waliotegemea sheria kama ngao yao ya mwisho. Giza linalochochewa na muungano wa pesa, vyeo na nguvu, huku mnyonge akiachwa peke yake. Na leo jina moja linaibuka tena, Jaji George Atemo Ong'ondo. Hii ni darubini ya umma. Karibu. Wazee wawili wafurushwa. Wazee wawili walimu wastaafu waliovuka miaka 70 walifurushwa kutoka mahali walipofungulia macho. Kesi hii si hadithi ya kawaida ya shamba. Ni simulizi ya wazee wawili walimu wastaafu waliovuka miaka 70 waliotupwa nje ya mahali walipofungulia macho. Waliishi hapa kwa zaidi ya miaka 56. Hapo ndipo walipozaliwa, hapo ndipo walipoelimika, hapo ndipo walipojenga familia zao, hapo ndipo walipozika wazazi wao katika kumbukumbu. Lakini kwa amri ya mahakama, nyumba zao na nyumba za watoto wao, zaidi ya jumla nyumba 11, zilibomolewa kwa magreda za serikali.
Mpendwa mtazamaji, hii haikuwa hukumu ya ardhi, Jaji Ong'ondo. Hii ilikuwa hukumu ya maisha. Wazee hawa hawakupoteza tu ardhi, walipoteza nyumbani, walipoteza heshima yao, walipoteza historia yao. Tafadhali sikiza hadi mwisho, kwa sababu simulizi hii siyo yao peke yao. Ni simulizi ya kila Mkenya aliye na kesi ya shamba mahakamani. Je, umewahi kuhisi kudhulumiwa na mahakama? Je, una kesi ya ardhi kotini? Je, unajua kuwa kuna uwezekano mkubwa ukapoteza ardhi yako hata kama umeishi hapo maisha yako yote? Na hii ndiyo historia ya familia. Katika kijiji cha Getong'anya, location ya Getong'anya, wodi ya Masaba, aliishi mzee mmoja aitwaye Moherai pamoja na mke wake Bohembwa Moherai. Walijaliwa watoto wanne, wa kwanza akiwa ni Jackson Wambura Moherai, wa pili akiwa ni Susan Nyamuhanga Moherai, wa tatu akiwa ni Pius Burure Moherai, na wa nne ambaye ndiye last born akiwa ni Lucas Chacha Moherai. Wazazi wao walifariki mapema sana, Pius na Lucas wakiwa watoto wadogo kiasi cha wao kutowakumbuka wazazi wao vizuri. Kaka yao mkubwa Jackson Wambura Moherai almaarufu Kegota, ambaye alikuwa kama miaka 20 hivi, aliwachukua ndugu zake wadogo, akawalea, akawasomesha, akawatunza kama baba yao. Wazee hawa wanasema walikuwa wakijua jambo moja tu: hapo waliishi ilikuwa ni shamba la baba yao. Maisha ya wakongwe hawa wawili katika ardhi hiyo. Nitaongelea kuhusu Lucas maana niliongea naye kwa muda mrefu. Lucas alianza shule mwaka wa 1954 katika Nyankore Primary School. Akaendelea Isibania Intermediate School 1960 hadi 1964. Mwaka wa 62 akatahiriwa kama mtu mzima akiwa katika shamba hilo hilo. Mwaka wa 1965 akaenda Taranganya Boys High School. Mwaka wa 1969 hadi 1970 akaingia Sriba Teachers College ambayo kwa sasa ni Maseno. Mwaka wa 1971 akiwa amehitimu akaanza kufundisha katika Bohorera Primary School. Mwaka wa 1976 Lucas Chacha Moherai akaoa mke wake. Tusemeje, sherehe zote, mila zote na tamaduni zote za Kikuria zilifanyika katika ardhi hii ya baba yao. Kwa jumla, Lucas aliishi hapo kwa takriban miaka 72 na Pius akiwa ameishi hapo kwa takriban miaka 75 tangu kuzaliwa kwao. Mimi ninaitwa Lucas Chacha Moherai. Nina umri wa miaka kama zaidi ya 70. Nilidhulumiwa. Nilikuwa ninaishi katika ardhi sehemu inaitwa Getong'anya, ambayo tulikuwa tunaishi tukiwa ndugu watatu. Kila mmoja wetu alikuwa anakaa sehemu yake ambayo tulipewa ama tulipewa na clan elders ama ni watu wetu wa familia yetu. Sasa baadaye nilidhulumiwa hiyo ardhi, nikanyang'anywa, nikabomolewa mji. Nyumba zangu zote, nyumba 5 pamoja na choo na hata jikoni, yote ikiwa ni structure 7 zote zilikwenda, mpaka nikakosa mahali, sikuweza kuokoa chochote. Ilibomolewa yote kaenda. Kwa hivyo naona nilidhulumiwa na mahakama ya Kenya. Mimi nilibomolewa kwa shamba ambalo nilikuwa ninaishi tangia utotoni. Nilianza shule mwaka 1954 nikiwa katika hilo shamba, nikiwa hapo nikiwa mtoto kutokea darasa la kwanza. Nilisomea hiyo darasa hiyo kwa hiyo ardhi nikiishi kule
mpaka wakati nimefikia wakati wa kuenda kwa tohara. Nilipokuwa kijana mkubwa wa kutahiriwa, nilitahiriwa katika shamba hilo nikiwa hapo naishi hapo mwaka 1962. Baadaye nikaendelea kusoma, nikamaliza shule nikiwa hapo. Nimefanya mpaka wakati wangu wa kuoa, nimeoa nikiwa katika hilo shamba na nimezaa watoto, nina wajukuu na wote wamezaliwa katika hilo shamba. Hivyo swali langu ni kwamba jaji aliyehukumu hiki kesi, Justice Ong'ondo, kweli jaji ulizingatia maadili kabisa ya Mkuria na sheria na katiba ambayo inaongoza Kenya? Maana ulikuwa umejulishwa kwamba hii ardhi tulimekaa kule kwa hiyo miaka yote, na ilikuwa imetatuliwa na wazee wa nyumbani wa family clan elders, wote walitatua hiyo mzozo. Wakati ilikuwa mzozo walikuja wakatatua. Hata kuna wakati chief mwenyewe wa area alikuja akaingilia na akatatua, mambo yakakwisha. Kwa hivyo katika ushahidi ulionyeshwa vizuri na mashahidi ambao ni wa nyumbani walikueleza vizuri, lakini licha na hayo yote sijui kama ulizingatia kabisa sheria na katiba na sheria inayoongoza mambo ya mashamba. Naona kama mimi nimeshughulika sana, nimehangaishwa sana na hii mambo, na ninapofanya udhabiti inavyoonekana ni kwamba shida yangu na hii familia ama na ndugu yangu ni kwamba influence kubwa ilikuwa inatoka kwa mtoto wa ndugu yangu ambaye anaitwa Daniel Waisiko Wambura, ambaye kwa sababu ya influence yake alikuwa serikalini katika ofisi ya makamu wa rais wakati huo, na alijaribu sana kuinfluence, na kwa sababu hiyo hata kuja kubomolewa ni kwamba yeye alikuwa na influence, maana alikuwa na sauti, maana alikuwa anaamuru. Hata wale ambao walikuja kubomoa walisema pia kwamba walikuwa wameagizwa kwa sababu ya ile influence ya ukubwa yake, position yake alivyokuwa serikalini. Kwa hivyo yeye alikuwa na influence. Kwa hivyo masaibu yangu makubwa ni kwamba ni yeye Daniel Waisiko Wambura alikuwa ana influence mambo hayo yote. Mtoto wa ndugu yangu huyo Daniel Waisiko Wambura inajulikana kwamba walikuwa wakisoma pamoja na Justice Ong'ondo ambaye alikuwa anahusika na hii kesi. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba yeye walikuwa personally wanaelewana vizuri. Nilisikitika sana wakati nilibomolewa, siku ya kubomolewa, hata sikujihisi. Sasa sikuamini macho yangu nilipoona nyumba zangu zote ambazo nilikuwa nimejenga, nimetumia rasilimali yangu yote. Wakati nimekuwa mwalimu kwa miaka yote, nimekuwa mwalimu, na hii pesa yote nilipata, nilikuwa nimejenga nyumba nikidhani kwamba zitanisaidia niishi kabisa. Hata sikuamini, mimi nilizirai, hata sikujua niko wapi. Niliona kama ulimwengu umenigeuka. Ndaberekero Agnes Matiko ni pato mwegona kebure kote muzi enkuhamine. Bado siamini jinsi boma langu lilivyobomolewa. Tangu wakati huo afya yangu imedorora, nimekuwa mgonjwa tu. Hata kutembea natembea kama nimejikunja.